Siku ya pili tukaenda kwa mganga. Kufika pale kwa mganga, nilikuta pale kuna mandinga, magari makubwa, ma-V8, mavogi, gari nzito zimepaki pale, wa mama fulani wenye wadhifa mkubwa wako pale. Ndugu yangu wewe, nikasema hapa ndio nimefika penyewe, kwa sababu ule mlango wa kuingilia ndani kwa mganga hamna mlango, ni nyuki wako pale. Wale nyuki ukishaingia ndani kwa mganga, akimaliza kukuhudumia, wanapanda pale juu, wanafunga kama unavyojoga nyuki wakiwaga sehemu wanavyozinga vile. Ukiingia wanashuka. Wale nyuki walikuwa ni weusi wakubwa, wanajaa hapa, huoni kinachoendelea ndani. Yani kuna watu hapa duniani ni waganga. Acha na maganga ya hapa mjini, eti limeandika eti mganga sio kutoka wapi, Sumbawanga limeandika eti namba, waongo hao, hamna mganga hapo. Unajua uganga wako waganga ambao kweli ni watoto wa shetani kweli, yani wapo wanaounganisha watu na mashetani. Lakini kuna waganga ni matape. Tena wao mitandaoni hao waongo kabisa, waganga waongo hao. Yani mimi nimefika kwa ule mganga, nimeona ule nyuki kwanza. Unyuki anawezaje kujua kwamba yule mtu amemaliza kutibiwa afu anapana anashuka? Kama mjaelewana na mganga kule ndani, nakwambia wale nyuki pale hawatoki. Sasa nikamwambia jamaa wangu, wewe tukiingia kule ndani nisingie mwenyewe, tuingie wote, tumekuja wawili, poa, tuingie wawili. Sasa nikamwona jamaa amebeba briefcase. Bonge la briefcase limejaa hela mpaka juu. Jamaa amekuja kumpa mganga asante. Nikamuuliza kwamba wewe umefanywa nini mpaka ukapata pesa nyingi namna hii? Akamwambia siwezi kukupa siri ya maisha yangu. Ukiingia huko ndani kwa mganga, yeye ndo atakwambia. Uzuri yeye ndo alikuwa ametutangulia. Akaingia, lakini alipotoka pale hakuondoka muda huo, kwa sababu wengine wanaambiwa kata siku 3 wiki pale kwa mganga. Tulipoingia, nikamwambia mganga fungue hiyo briefcase. Akaifungua, imejaa hela. Nikamwambia mganga, mimi nataka ulichomfanyia huyo jamaa. Yaani sasa sio dawa za kuzuia chumolete tena hapa. Mimi nataka hela. Yaani akili imeshabadilika, nataka hela mimi, hakuna. Nataka hela. Nimeona briefcase imejaa hela, akamuita yule jamaa. Jamaa anakuja akamwambia avue nguo. Sasa nikajiuliza, sasa kuvua nguo inahusiana nini na hela hizi? Jamaa anavua nguo hivi. Anavua nguo, dudu yake, sehemu zake za siri ni nyoka. Afu ile nyoka yuko mzima, mweusi, nyoka na macho mawili, ila ndimi zilikuwa ni mbili kama za kenge. Unajua ndiye kenge ana ndimi mbili. Vyembamba viwili hivi. Ili hataki kunyonya ubongo, anaingiza hivi. Sasa yule nyoka alikuwa na ulimi mbili. Lakini yuko hai kabisa, yani nyoka. Mzee, yuko hivi kabisa, anafanya hivi. Yule jamaa kavua nguo, ndo akaniambia, "Si umesema unataka pesa kama za huyu? Uko tayari nikubadilishie?" Nikamwambia, "Afu, ukishanibadilisha." Akasema, "Sasa huyu jamaa kazi yake tu ni kwenda kulala na wanawake." Yaani akiamka asubuhi kama watu wanapoenda kazini, yeye ni kwenda kulala na wanawake. Asubuhi mpaka in sex machine. Achoki. Lakini sasa aina yake ya kafara ni hiyo, kulala na wale wanawake. Hasa kuna wanawake akiwaingilia wanakufa kabisa. Alafu kuna wanawake wakiwaingilia wanakufa kile kiungo cha uzazi. Yule nyoka kama nilivyomuona alivyo hai, anakitemea mate kile kiungo. Akikitemea mate kinakufa. Kwa hiyo mtu hata kaga azae, hata kaga apate watoto. Alafu yule nyoka anameza yale mayai ya yule mwanamke. Akiameza yale mayai, yanachukuliwa na kupelekwa kuzimu, yanapandikizwa na mbegu za majini. Kwa hiyo wanatotolesha watu, nusu mtu nusu jini. Na watu wako wa kutosha. Mimi nishakutanaga na mwanamke jini nikiwa kule Sheli kule. Kuna binti ambaye alikuwa anakuja pale Sheli kila saa 12 jioni, anakuja na kidumu cha mafuta taa, ananunua. Mimi nishakwambia nilikuwa sipendi mademu wanawake, mimi nilikuwa sipendi. Akatongozwa na wafanyakazi wote wa Sheli wakamkataa. Meneja akakataa. Yuko serious, ni msichana mrembo. Mimi nikasema ngoja. Nasikia tu story za jamaa wamekataa ndo msichana, nikasema bwana amna bwana. Hiyo siku anakuja tu hivi, ndio muda mimi natoka kazini. Nikamhudumia, afu nikamwambia kama utajali unaweza kanisubiria nikusindikize. Akanikubalia. Sawa. Tukaondoka naye bwana. Tukafika hiyo njia anaoenda hapo pale Mtoambu, hiyo sehemu ambayo tunakaa karibu na Ziwa Manyara. Sasa tumefika karibu na nyumba ambayo sisi tunaishi. Tumepangiwa na tulikuwa tunaishi wafanyakazi wote wa Sheli. Tulikuwa tunaishi kwenye nyumba moja ya kampuni imelipia pale. Tusitawanyike, tunaishi sehemu moja. Sasa nikamwambia yule binti, nisubiri nikabadilishe uniform zifuliwe, tulikuwa tunamfanya kazi pale. Alafu nije nikusindikize. Nikaenda majamaa nini, ananiambia, mwanangu leo fresh leo iwe ni noma." Tukaondoka, sikujua kama yule dada sio mwanadamu. Tukaondoka, tumefika nyumba zinaisha, tumeshamaliza nyumba, tunaendelea. Nikamwambia, wewe, mbona huko tunapoenda mimi najua hamna nyumba. Unataka unipeleke wapi? Huko mimi najua kuna tembo, huko tunakutana na wanyama huko. Mimi siwezi kwenda. Labda wewe hutaki nipajue nyumbani kwenu. Basi siku ikiwa tayari nipafahamu, tutaenda. Ila mimi naomba niishi hapa. Na narudi hapa mimi huko chini mimi siendi. Lakini nikasema mimi siwezi kurudi hivi kama unavyojua tamaa za vijana. Lazima nimkumbatie, nimpige mabusu mengi ili nikirudi kwa yule jamaa niwaelezee, yani kama mimi kanikubalia, ninabusu, nimepiga hivyo. Sasa yule binti nikamwambia, "Simama." Sasa ile nikamwambia aweke kile kidumu chini. Alivyokiweka kidumu chini, style simama, nikaogopa. Alisimama kama afande. Yaani akasimama amenyosha mikono hivi, afu kichwa chake akafanya chini hivi. Sasa alipofanya hivi, nikamwona anambebesa sana macho. Alafu alikuwa hajapaka wanja. Lakini ghafla, yani akawa amepaka wanja mweusi mpaka huko kwenye nani huko.
wanja mweusi, kitu ambacho mimi natoka naye kule alikuwa hana. Alafu ni kama mtu ambaye anataka kuangalia chini, nikamwona na kwatu. Bro, nilitoka mbio nakwambia. Nilipiga makelele kwa sababu kwanza manyumba yamezungukwa na migomba. Nikapiga kelele. Akatokea jamaa alipanga mbele. Akanikamata, "Wewe nini?" Nikamwambia, "Hamna yule mdada." Nikamwambia yule mdada ambaye yuko pale, yule mdada ni shetani, ni jini. Akamwambia, "Acha, anataka anikamate." Alafu yule mdada yuko pale pale kwenye barabara hajaondoka. Ananiambia eti anikamate, turudi tukamuone yule mdada kama ni jini ama sio jini. Wewe nakwambia hivi nilimporonyoka. Nilikimbia narudi, jamaa anamwambia story, wakaona mimi nimevuta bangi. Wewe ni bangi, yule mdada sio jini, wewe ni bangi. Kwa hiyo sasa yule mganga ndio ananiambia kwamba ndio wanazalishwa. Akaniambia watu wako wa kutosha, mabinti wakubwa wako wengi sana, wamepanga nyumba, mabinti ambao ni mashetani, vijana ambao ni mashetani, ambao sio wanadamu wa kawaida. Na waruka njia, kuna watu wengi wameruka wamekutanaga na watu wenye jinsia kama za nyoka. Lakini yule binti haoni ni nyoka, ila mimi naona ni nyoka. Ila yule haoni kama ni nyoka. Hii nikamwambia hamna. Sasa akaniambia kuna masharti ya aina 3 anataka kunipa. Na katika hayo masharti matatu akaniambia kwamba kwa sababu umeshaona siri za hapa, lazima ufanye kitu kimoja wapo. Kwa hiyo umeshaingia hapa, hutoki bila kufanya agano. Hapa lazima utafanya. Lakini yako mengi, lakini nitakupa matatu. Kwanza kabla akanipa kitabu kikubwa, akaniambia hebu fungue kitabu. Kile kitabu nilipokifungua kilikuwa kina joka kubwa lenye vichwa 7 limechorwa pale. Alafu chini wale nyoka walikuwepo mapapa. Mapapa wale si papa samaki, papa watu wale. Wako pale wanasujudia yule nyoka, wanamwabudu. Alafu pale chini pameandikwa 666. Alafu kile kitabu nilipofungua peji zingine ikawa kina michoro ambayo ukisoma ile michoro alafu ukifumba macho unapotea. Unatokea sehemu ambapo unapopataka. Kwa sababu pale alisema shikaneni mikono, tukashikana, akasoma tukapotea, tukatokea sehemu kwenye pori moja hivi. Akasema tena shikaneni mikono alafu tukarudi pale. Ndio akatumia nguvu ya kile kitabu. Sasa akatumia huyo nyoka yupo kwenye chumba hapa. Kuna atakuja hapa muongee naye. Huyo ndio anayewapa mali. Sasa nawapa masharti matatu. La kwanza ndio hilo kufanywa nyoka. Yaani hiyo ni kujitoa kafara mwenyewe, usimdhuru mtu yoyote. Unajitoa wewe mwenyewe. Ndio hiyo kubwekwa nyoka ama kidonda. Ambacho kile kidonda, yani ili kisafishwe utakuwa kama una mke ndio atakuwa na kilamba kukisafisha, kulamba ule uchafu wote pale. Hiyo nikamwambia hiyo mimi hamna hiyo. Nyingine kama ndagu, ni muue mamangu ama mtoto ama mtu yoyote ambaye nampenda. Alafu ule mtu anakuwa anakufa kwa watu. Lakini kwangu anakuwa hajafa. Na pale hakuna eti kwamba eti unaenda katafute pesa utapata. Pale zinajaa pale, natoka nazo hela zimejaa kabisa, na hapa umetoka na mabegi yamejaa hela hapa. Kwa hiyo utamuua mtu. Ukishamuua kama amepangiwa na Mungu afa ina miaka 43 afu umemua kana miaka 40, utakaa na miaka 3. Atakufa kiukweli, atapotea. Kwa hiyo tunataka utupe mtu mwingine kwa maana ule mtu amekufa. Hiyo ni ndagu. Nyingine sasa ndio akaniambia ndio Freemason. Freemason akaniambia wananipeleka kuzimu nikae siku 3. Nipimwe nimebakisha miaka mingapi ya kuishi. Alafu kama nimebakisha miaka 30 wanaigawa kati. Mimi wananipa miaka 15. Alafu mimi ndio wa kwanza kupewa. Alafu na wananipima nimezaliwa kuwa nani. Kama mimi ni daktari, ule Freemason watauwekea sawa sawa na mimi nilivyozaliwa. Kwa hiyo nitakuwa daktari wa ajabu sana. Ndio wale watu unakutaga ni maarufu mpaka wana majina, yani mtu ana jina mpaka limemulikiwa ile taa yao sasa. Akama kama wewe ni mwimbaji, tutakuingizia roho ndani, utaimba nyimbo za ajabu. Alafu ukiwa kwenye show zako, katikati ya wale watu watakuwa kuja kwenye show, kuna wengine watakuwa sio wanadamu wa kawaida. Hizi show za watu unaoonaga wana muziki wakubwa wanacheza. Kwenye ile show kuna watu ambao sio wanadamu. Wale wanaitwa kama kivutio cha kushawishi vijana wasogee karibu. Waone kuna warembo wana dance wanacheza. Alafu akaniambia ile ni ibada. Ile ni ibada na sadaka zinatolewa kwa njia ya watu wanaponunua vinywaji, wanapofanya nini, ile ni ibada. Sasa akaniambia hiyo, lakini akaniambia huko kuzimu ukishafika utabatizwa, kugeuzwa sasa, kufanya nusu mtu mwingine. Uwe na uwezo kujua ratiba zote zinazoendelea kule na vikao na nini, kila kitu ufahamu. Sasa akaniambia hivi, katika haya mambo matatu unachagua jambo gani? Lakini kuzimu unaweza ukaenda ukarudi ama usirudi. Nikamwambia kwa nini nisirudi? Akaambia kama uliwahi kuokoka ukienda kule hutarudi. Nikamwambia kwa nini? Akaambia kwa sababu unapokuwa umeokoka kuna vitu utakutana navyo kule, watakuzuia. Nikakumbuka mimi nilikuwa nimeokoka, nikamwacha Mungu. Akasema huko siendi. Sasa akamtaka mtoto. Kipindi hicho mimi nilikuwa na mtoto ambaye kuna binti nizaa naye kule Mtoambu. Huyo mtoto alikuwa na miezi 7 muda huo, wa kike. Akamleta pale. Akaniambia tunamtaka huyu. Nikamwambia hapana. Huyu mtoto mimi siwezi kumtoa. Mtoto mdogo sana, mimi siwezi kumtoa. Baadaye akamchagua mama. Nikamwambia basi kama ni mama nawapa. Akasema sawa. Sasa pale kwa mganga kulikuwa kuna ngozi ya chui imewambwa kwenye ukuta. Wakaniambia nisimame.
Nilikubali kumtoa mama. Nilikubali kumtoa mama. Nimeshaona yale mahela, nikawa nimekubali kumtoa mama. Nikaambiwa sasa kuna mkuki na kuna kishoka. Mamako anatokea hapo mbele sasa hivi hapo. Kwa hiyo unatakiwa umpige. Kama kishoka tutakuelekeza sehemu ya kumpiga. Kama ni mkuki umchome hapa kwenye chembe ya moyo hapa. Umpige mara moja tu. Nikasema sawa. Yaani ndugu yangu huwezi kuamini. Mama yangu yuko Arusha, akatokea pale, namuona hivi na hapo na miaka miwili sijamuona, niko katika harakati za kutafuta hela. Mama ametokea pale, ametokea, amefunga kilemba cha kanga kichwani. Ananiangalia, hazungumzi. Ananiangalia, mtu mzima kabisa huyu hapa amesimama hapa. Si ndoto, wazi kabisa hivi namuona yule pale mama kasimama. Alafu akaniambia haya mchome. Sasa mimi nguvu zikaniisha. Yaani kwa sina uwezo kunyanyua mkono kufanya hivi. Yaani nguvu zote zimenyonywa. Nikaona au mimi naota. Hivi niko hapa kweli? Alafu kuna sauti naisikia wakati namwangalia yule nyoka pale. Ile sauti inayonisemeshaga ile naisikia inaniambia ukijisainisha unafanyika kuwa mwana wa jehanamu milele. Yaani utafanyika kuwa mwana wa jehanamu. Ile sauti inanisemesha, lakini nakwambia yaani nguvu kubwa imetawala, ni shetani pale. Ile sauti naikandamizia chini, hakuna hapa. Mimi hapa leo nafanya nilichokifuata hapa. Yule mganga akaja nyuma yangu. Akaniambia, kumbuka unafilisika. Kule Dar es Salaam ukiingia kwenye biashara yako utakuta vitu havipo, kwenye akaunti zako pesa hazipo. Yaani wewe ni maskini, utakuwa maskini. Usikubali. Baada alivyoona amekuwa mgumu, ndio nyoka sasa akawa ameitwa. Kuna nyimbo alikuwa anaimbiwa. Joka likatoka bro, joka jekundu, afu mwili wake unametameta kama kuna maji yanapita kwenye mwili wake hivi. Joka limevaa crown za dhahabu kwenye kichwa. Yule joka akainua vichwa juu hivi, afu akacheka sana. Afu yule joka alipocheka akasema, nilijua nitakuja hapa. Nilijua utakuja hapa. Na yule nyoka akanitajia ndugu zangu waliokufa, akawataja. Afu akaniambia, yule mtu muibia pesa yule ni mwanangu yule. Afu mimi na watoto wengi, afu mimi sio mbaya, ila nimekuja na ili umbo ili uogope kunikosea. Lakini ukishamaliza, ukishakuwa mtoto wangu na sadaka zako utakuwa unazielekeza chini. Mimi ni mzuri, hakuna mwanadamu mzuri kama mimi hapa. Kwa hiyo fanya hicho unachotaka kukifanya, kwa sababu pesa hizo zinamrudia yule mtoto wangu. Fanya na wewe mikataba yako upate pesa. Akanitajia masheri makubwa, ambayo masheri ni ya watoto wake. Ananiambia ni watoto wangu, ananiambia ni watoto wangu, mabasi gari fulani ni za watoto wangu. Alafu ananiuliza swali, wanamuziki, ananiambia unamwona fulani, ulishawahi kuona kuna mtu amekufa nyumbani kwao lakini si ana mali? Yule ni mtoto wangu. Ulishaona watu wanakufa? Sasa kujua wewe mtu anatoa sadaka kwa njia gani, lakini nilikujaga nikajua wanatoa sadaka kwa njia ya boda wote kwenye hii sheri mnaweka mafuta bure. Zile ni pesa za damu. Watakufaga au maboda nakwambia. Yaani zile vya bure wala watu wenye pesa wanamwaga hela wanatupa pesa. Zile sio pesa, zile zinazotupwa zile. Zile ni roho za kifo. Siku ya mjamaa kutoa sadaka mnaliwa na zile pesa. Nikamwambia baada sasa ya kuanza kuniambia yale maneno, nikajikuta naona potelea mbali. Ndio nikampiga mamangu. Nichoma kabisa mtu huyu hapa nyama hapa, nikapiga pa. Nilipompiga akarudi nyuma, alipogusa ngozi ya chui akapotea. Yule rafiki yangu mimi, mamake nilikuwa simjui, nilimjulia pale. Akatokea mama alikuwa amechafuka kama vile alikuwa kwenye majaruba ya mpunga. Yaani amekuja ni mchafu mweusi mnene. Jamaa alimchoma mamake kabla hata hajaruhusiwa. Akaulizwa, wewe una bifu gani na wewe mama? Akasema hamna, mimi nimechoka maisha umaskini. Nimehangaika sana mimi. Mimi nilikuwa mpaka naiba mafuta ya transformer. Na hii napanda kwenye minguzo ya umeme huko, naiba kwenye stima ya umeme naiba, lakini sijai kufanikiwa. Kwa hiyo mimi nimeona tu nimchome aende. Tulipomaliza yule nyoka akarudi, akaingia kwenye kile chumba kile. Tukaambiwa tutoe pesa, nitoe hela, wakanunue matranka yatakao jaa mali sasa. Nikatoa 100,000. Msaidizi wa mganga akaenda kaleta matranka makubwa. Yakaingizwa kwenye kile chumba chenye nyoka kule. Alafu tukaambiwa tuingie mle kwenye kile chumba chenye nyoka. Alafu tukishaingia kwenye kile chumba chenye nyoka, tulivyoingia pale, tukakuta mwanga wa mle ndani wa kuturuhusu tuone ile masanduku ni mwili wa ule nyoka. Kapiga magoti. Kaambiwa tuombe, nikaambiwa mimi hapa, nikaambiwa yule nyoka anasema hivi, muambie babu yako na bibi yako kwa nini umemuua mtoto wao. Kwa sababu na waona wanataka kuzuia, wamekasirika. Bibi, babu wamekufa, mimi ni mdogo sana. Siwajui hao watu mimi. Naambiwa eti wamekasirika. Watu walishakufa zamani. Naambiwa wamekasirika. Naambiwa akasema waombe sasa, waambie kwa nini umemuua huyo ili waruhusu mali zije. Nikapiga magoti, uweze amini. Nilikuwa naomba mpaka nalia. Nimezama rohoni na kuambia nalia, babu, ruhusu hela sije msizuie. Nikaanza kutaja sasa maisha ambayo mimi nimeshayaonja, afu yanataka kunikimbia. Nyumbani ni maskini, watu hawana hela.
Kuna mashamba ya kahawa tuliachoka kama urithi. Mama yangu aliachiwa, walizaliwa wengi kwao, mama ametapeliwa na ndugu zake wababe. Wamemtapeli, majumba ya urithi yote yamechukuliwa. Hakuna hata kitu kimoja ambacho tumekipata. Hakuna hata mtu mmoja ambaye amefanikiwa nyumbani kwetu. Kila mtu ameharibikiwa. Hakuna mtu mwenye hela. Babu, ruhusuni mimi. Nimeamua babu nifanye hivi kwa sababu nimeshajaribu kupata pesa lakini zenyewe zinanikimbia. Mimi nimeamua nimtoe huyu mmoja tu awe kama sadaka. Naombeni msiyafunge malango. Kunjueni nafsi zenu na roho zenu. Acheni pesa zije. Alafu mimi ninaahidi kuwafanikisha wengine waliobaki. Yani sitakuwa mchoyo, watakula, watasaza, nipeleke heshima nyumbani. Na lia. Mpaka ule mganga nicheki hivi. Akaniambia sasa yale masanduku yakawa yamefungwa. Na jamani akaomba makaburi ya kwao huko akafungwa. Tukaambiwa sasa tunaenda kufungua ya masanduku. Mkikuta hamna pesa, mtakuta damu na nyama. Mnatakiwa mle. Unywe hiyo damu yote utakayokuta hapo ishe na hizo nyama uzile. Nikauliza, nyama ya nani? Kabako na umemchoma nani? Hasa nikasita kwanza. Nyama tena, damu tena. Nikamwambia huwezi kula ng'ombe mzima ukashindwa kumaliza mke wake. Yani hapa yani ni hivi, lazima ufanye. Yani sio ombi. Lazima ufanye. Sasa mganga anaanza kuniambia, kumbuka umeshafilisika, wewe hauna hela, hauna chochote, ukitoka hapa wewe hauna chochote wewe. Nikasema potelea mbali. Sasa nikapiga magoti. Sasa sioni hela, naona damu. Kama fungua, niko tayari kunywa damu na hizo nyama na zila. Niko tayari. Jamaa yangu yule, yani yeye alikuwa ananiangalia mimi kama vile alikuwa ameogopa. Niliposema tu ndio, nikamwona nikafanya kichwa hivi. Yani sanduku inakuja kufunguliwa hivi. Ndugu yangu imejaa American dollar. Paka juu hela zimejaa American. Afu lile la mwenzangu nilivyotupa macho hivi limejaa 10,000. Noti moja tu ndio ya buku. Iko kwa 10,000 sanduku nilirefu hivi. Hela ipana hivi. Hela zimejaa mpaka juu. Afu zina mpaka vikaratasi katikati. Hela mpya, harufu pale chumba kizima kikabadilika. Yani ni hela, harufu ya hela. Nikazichukua kwanza, nikazichambua kwa sababu tumeshafundishwa kuangalia dola original na fake, kwa sababu pale sisi tunafanya kazi mtu ambu. Hizo pesa tulikuwa tunazishika sana. Kwa hiyo tumefundishwa kujua dola, euro, fake na original. Nikaishika. Nikaipapasa, nikanaipata ni yenyewe kabisa. Siku nyingi mpaka chini nikachambua nizoleze. Afu ghafla nikachukuliwa pale, nikachukuliwa yani. Nilipochukuliwa nikajiona niko kwenye kasino. Iko Posta. Kasino inaitwa, ile hoteli inaitwa New Africa Hotel, iko Posta. Ile New Africa Hotel, kumbe mle ndani mimi sijawahi kufika kimwili. Ila nilifika nimenyakuliwa pale siku hiyo ya kwanza. Nikapelekwa, nikajiona niko pale. Nimekaa kwenye kiti kimoja cha kulala hivi. Nimenyosha miguu, nimezungukwa na wadada wananitomasa, wananishikashika mwili, wananishikashika. Mwingine ananichana nywele na kuambia, alafu pembeni huku kuna wine nyekundu kama damu. Naona nakunywa. Wale wadada wananishikashika. Alafu nimevaa macheni ya goldi. Alafu ghafla nikarudishwa pale. Alafu nikaambiwa hivi, ulichokiona usije kumsimulia huyo rafiki yako. Na yule akaambia, ulichokiona usije kumsimulia huyo rafiki yako. Alafu nikaambiwa, baada ya kutoka hapa, hayo ndio maisha ambao unatakiwa kwenda kuyaishi, ya kula hizo starehe. Alafu juu ya zile dola kwa kumekuja karatasi imeandikwa na marker pen nyekundu. Zilikuwa ni zile karatasi nyeupe. Huku imeandikwa Kiarabu, huku imeandikwa Kiswahili. Nikamwambia, chukua usome kwa lugha unaoijua. Nikasoma kwa lugha ninayoijua, Kiswahili. Ikameandikwa siri. Sisi majini wa baharini tumewapa mali na nyinyi vijana wadogo sana, ili muweze kwenda kuzitumia hizo mali. Mnatakiwa mkawasaidie kwanza mayatima, wajane. Halafu hairuhusi kumwambia mtu yoyote kwamba hizo mali mmezitoa wapi. Ukisema tu unakufa. Kama hivi ninavyosema hapa, ina maana ningekuwa nimeshakufa tayari kitambo. Ukisema tu unakufa. Kwa hiyo na mnatakiwa mkatafute mafuta ya mnyama mmoja anaitwa sandawana. Kila noti moja igusishwe tone la mafuta, ndio hizo pesa ziwe halali kwa matumizi, ziweze kutoka hapa. Nikauliza, haya mafuta yanapatikana wapi? Nikaambiwa msaidizi wa mganga anapajua. Sasa tukamata tutoke twende kutafuta ile. Sasa mdau nishakuwa na wenge za zile hela sasa. Potelea mbali kama mama amekufa, yani kimpango wake, yani hizi hela nikitoka hapa. Nishakuwa na wenge na nishakujua na mawazo kwamba nikitoka pale ninunue gari Tunduma, narudi naendesha, yani narudi mpaka Dar es Salaam naendesha gari. Alafu niliambiwa kwenye msiba mamangu lazima niwepo. Yani pale kwenye msiba lazima niwepo. Na nikiwepo pale kwenye msiba nitamwona mamangu hajafa. Kilichopo kwenye jeneza ni mgomba ama mbwa. Alafu namuona mama hajafa, yuko nyuma ya mlango. Alafu nikifika tu pale kwenye msiba, mama ananijua mimi ndo nimemuua. Kwa sababu anaona mimi namuona, afu watu wengine wote wamuoni. Alafu na mimi namuona. Na mimi nataka nimkazie macho. Kwa wakisha, yani kosa watakaolifanya wale watu ni kumzika. Wakisha mzika imeisha hiyo, wameshahalalisha. Kwa mimi sitaki kwenda kujenga nyumba, natakiwa nikanunue nyumba. Alafu katika nyumba nikishainunua tu, baada ya siku 3 ya msiba,
mamangu atatokea kwenye chumba kimoja wapo pale. Kwa akishatokea pale natakosa kumlisha pumba na maunga. Siruhusi kumbadilisha nguo akiingia kwenye siku zake zote zile za kina mama, atakuwa anaziona siku zake. Siruhusi kabisa yani kumkata nywele, alafu nikimpelekea chakula atakuwa ananilaumu. Umeniua mwanangu, umeniua ndugu zako hawajui na wewe utakufa. Siruhusi kutoka kwenye kile chumba pale mpaka amalize lawama zake. Kwa mimi nakuwa sio mtu mwenye furaha wala amani. Lakini lile trunk lile, zile pesa zile haziishi. Nikitoa hata kama ni milioni 500, nikiendelea kuzitumia, nikirudi pesa zimerudi zimejaa. Wale wa mtu atakayefanya biashara na mimi. Kwa sababu kinunuzia kiwanja chako nikikupa hela, zile pesa zitarudi kwangu. Hutafanya chochote cha maana. Sasa kama msaidizi wangu akasema tunavuka boda kama tunaenda Tunduma. Kama tunaenda Zambia, tunavuka boda. Nikakodi taxi. Tukaingia, tukakutana na kijiji ndani huko ndo mafuta yapo. Kufika huko bwana, tukakuta kuna kababu kanatoka porini, kababu kameinama kana kibiongo. Kamechoka, kamebeba kimkoba. Tukamfikia, tukamwambia ndio huyo mzee mwenyewe. Tukamwambia babu, sisi tumekuja tunatafuta mafuta ya mnyama anaitwa Sandawana. Yaani kwa sababu Sandawana, akatuuliza umetokea wapi? Dar es Salaam. Nitapata wapi mafuta ya Nyangumi? Nikamwambia babu, mafuta ya Nyangumi ya kazi gani babu? Wewe kwanza tushughulikie kwanza shida yetu, mafuta ya Nyangumi. Mimi sijui mambo ya Nyangumi hapa. Mimi simetokea mimi sijui mafuta ya Nyangumi mzee, tusaidie baba. Mimi yani nishakuwa na wenge na hela muda huo. Baba mzee tusaidie tuondoke hapa. Akasema tuingie ndani. Kuingia ndani akatuonyesha mafuta. Yapo kwenye kichupa kama cha BBK hivi. Kile kichupa ni mafuta kabisa, ni yenyewe. Nikayaona ya mafuta yana manyoya. Nikayaona. Akasema yanauzwa milioni 1. Milioni 1 mimi nikaona sio hela nyingi. Ila pale sina cash. Ila kwenye wallet na kama 400, nilikuwa na simu za gharama, nina chain zile nimevaa. Nikamwambia mzee, nikavua mapete, nikavua nikaweka na simu pale. Na wallet yenyewe nzima nikaweka. Nikamwambia babu, naomba yani hivi vile kama zamana hivi, nipe mafuta. Niende, nikiwa milioni hizi. Nakupa milioni 5 mzee. Akasema subiria niulize wazee. Akapiga ramli bwana. Unamjua yule ndege anatoka Mbayuwayu? Sasa kwenye ile madhabahu ile mganga, kwa kuna chupa, kulikuwa kuna Mbayuwayu amesimama kwenye ile chupa. Yule Mbayuwayu ametanua mabawa yake, anafanya hivi. Sasa ile ramli ilivyopigwa, masauti yalitokea pale kwa Mbayuwayu. Lakini sauti kama jeshi. Mazee yanazungumza. Yanasema hivi, nyie ni vijana wadogo sana. Hamna uwezo wa kubadilisha masharti ya wazee. Nyinyi ni wepesi kama karatasi. Yaani maana ya wepesi kama karatasi ni kwamba yani sisi hatuna nguvu za kiroho, hatuna mamlaka. Yaani sisi tumeshiba tu ugali pale. Tumeshiba tu ugali, hatuna nguvu yoyote ya kiroho ambayo tunaweza tukabadilisha amri ya pale. Na sisi ni wadogo, yani maana hatuna level yoyote yani. Akasema hatuwezi kubadilisha, na pale kwa mganga haviachwagi bondi. Kwa tutoke pale, tuondoke, tukaje na hela cash. Nikamtonya jamaa wangu, nikamwambia mwanangu tutongee mara moja. Tukatoka, nikamwambia mwanangu, kama mbona huyu mganga anataka kutuzingua? Nikamwambia kama vipi tumzingue mganga, tuyachukue haya mafuta kibabe tuondoke nayo, kwa sababu tukiondoka bila haya mafuta hapa tunafeli. Tuachukue kibabe tuondoke nayo, kwa sababu tumemshawishi. Tukamwambia basi ingia kwenye gari tuondoke wote, afu tuende kukupa pesa yako urudi. Anasema mwezi kunitoa kwenye maya yangu, mmeshaambiwa mwezi kubadilisha masharti ya wazee. Msaidizi wa mganga akaja akasema nyinyi acheni bangi, mtakuja mfe huko. Au waganga sio kama waganga huko mlipotoka. Kwa hiyo tukaingia kwenye gari tukarudi bila mafuta. Kurudi bila ile mafuta, yule mganga mwenye masanduku akatupigia simu, naona mnakuja bila mafuta, nyosheni moja kwa moja mpaka kufika pale. Akasema mmekosea masharti, kwa hiyo mnatakiwa muondoke hapa. Nikamwambia mimi sikubali, mimi nimekosaje masharti wakati nimeona nimemuua mama yangu? Hamna, mimi. Akasema mmekosea masharti, afa akawa anafoka. Alafu pale kwenye kile chumba kikajaa harufu ya ubani, udi. Vikaja kwa pamoja, vikajaa pale. Alafu akasema mnasikia hiyo harufu ya ubani na udi? Nyoka ameshakasirika. Yaani nyoka atawameza na kwamba ataenda kuwatapikia mbali mno. Nilivyosikia nyoka nini, nikatoka nje haraka. Nikamwambia wewe jamaa tutoke hapa. Tukaenda kule lodge. Tulifika kule lodge usiku, jamaa akaniambia nimpe 10,000. Akaenda kanua bangi za 5,000, konyagi. Akamwambia mwanangu tuvute zote hizi. Yaani zikiisha nitakwambia kitu cha kufanya. Au sio? Alafu akaniuliza swali, wewe ni arachuga kweli? Nikamwambia kama kwa nini? Akasema wewe ni arachuga kweli? Nikamwambia ndio. Yule jamaa alikuwa na level za uhuni ambao mimi sina. Alikuwa ni mbandidu yule jamaa. Sasa akaniambia hivi, wewe ni mchuga kweli? Kumbe kuna tukio alikuwa ananiambia tukalifanya. Akataka kujiaminisha na roho ngumu. Nikamwambia mimi chuga kweli. Poa. Tukavuta bangi. Mimi sijawahi kuvuta bangi nyingi vile. Bangi 5,000 ni nyingi jamani, wavuta bangi wao nitazama wanajua. Bangi 5,000 huwezi kuvuta kwa pamoja. Ni puli kwa puli. Tukao tunazitengeneza, nakwambia mafantuma bangi makubwa yani, nakwambia kama hapa, nakwambia afu huku mbele kama lirungu, huku mbele nakwambia vuta, afu atuchambui makushabu atutupi na mambegu yake tunanyonga, nakwambia ni bangi linaisha, bangi inapulizwa konyagi tunakunywa. Nilivuta bangi mpaka akili yangu
ikawa kama vile imehama, alafu nimeingia kwenye dunia nyingine. Katika hiyo dunia nyingine nasikia kuna ngoma zinapigwa dung 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 dung, alafu ninaona kama ardhi inakuwa juu, huku juu kunakuwa chini. Alafu jamaa akaanza kuniita, oya oya, chale yangu akamwambia twenzetu kwa mganga usiku huu. Tukimkuta mganga tunamuua, tunachukua kile kitabu kile cha uchawi kile. Tukifika da tunakitoa mafotokopi, alafu tunakiuza kile kitabu hela nyingi, milioni 10 kitabu kimoja. Mtu akisema kwa nini hela nyingi, tunamshika mkono, tunamwambia fumba macho, tunasoma maneno, tunapotea. Kitu tutakiuza, tunachukua na masanduku yetu, tunasepa.